Ai, hiyo kitu na niochi na ndugu yangu, kama ndugu yangu Bradley, pahali ulipo, mi sina ubaya na wewe. Mi nakuomba kama ni ndugu yangu tupatane, tufanyie DNA. Naweza fanya hivi kama wewe unaweza kuwa ni ndugu ama unaweza kuwa ni cousin. Huwezi jua by the way mambo ya Mungu. Mi niko ready, tukutana hata tukunywe chai mahali tukiongea. Asante. Sina ubaya na yeye. Asante. Bradley, kama umesikia, please hebu tukutane tufanye hii DNA mara moja mjue. Sasa ukafika Nairobi, miaka 2 sasa umekuwa ukifanya vitu mingi kazi. Lakini sasa vile ulikuja kulikuwa na watu walikuwa wanasema hii kukua urefu si talanta. Hata ni beshte yangu Obina alikuwa amesema hivyo kwa show. Vitu kama hizo zilikufanya, zilikudemotivate ama ulisikia aje hiyo maneno ikifanyika? Ulikufa moyo? Mimi sikukufa moyo. Sikukifa moyo kwa sababu wakati nilienda kwa Angobina alikuwa amenihost. Nikaenda kwake vile amenihost hivi. Yeye akakuja kuniambia, "Goliath, wewe kitu yenye utafanya itabidi urudi wapi? Ushago, ujipange ndio urudi Nairobi." Ai, hiyo kitu. Watesa, uko sawa? Let's just listen in tusikie exactly nini lisemeka. Uko sawa, acha tusikie kidogo. This is what I will tell you, this is what I think. I might be wrong, but I stand to be corrected. That's how I should say it, okay? What I would recommend is urudi ushago, you rethink the whole thing, and then you come tena fresh while we've already figured out what's happening. Because in the meantime utaka kwa mtu na mtu anakuzile huyu jamaa anakapa anafanya nini, then utakuwa celebrity, uko na jina, umejulikana, ama you're popular and there's no money. There's nothing as bad as being popular and you don't have money. Unapanda matu, watu wana expect to go kwa gari yako, unafanya nini? So unakuwa unampigia kutumia lunch, kutumia supper, unapigia brother yake, unakutana mimi, unasema Obina nini. Then utafeel watu wanakuchukia na wakuchukini venye mambo ni mingi. And everybody's handling a couple of things. And then at the moment, there's also my perspective. You don't have a currently marketable brand or talent that we can capitalize on and or leverage on. I'm explaining what I mean. Okay? Because unasema, okay, when ni mrefu, Well, wow. Hiyo ndo Obina alisema. Naona unakuwa very emotional ukikumbuka vile alikuwa amesema hivyo. Hebu nipeleke kwa vile ulikuwa umekapo kando yake akikwambia, yani hiyo una talanta, hauna kitu ya kuoffer, wa Kenya. Nipeleke kwa hiyo moment alikwambia hivyo, ulisikiaje? Nilisikia vibaya sana. Nilisikia vibaya kabisa. Hata niambia hivyo, hata wakati nilitoka hapo nikakuwa stranded, hata sikuwa na mahali pa kwenda, ndio nikapata watu 1, 2, 3 ndio walikuja wakaniokoa, na nikachipa moyo, sikuweza kurudi ushago. Nikang'ang'ana Nairobi, hati vile nilipatana na ndugu yangu anaitwa Mr. Patrick, Take Readest Salesman, in Nairobi, muuzaji wa magari kutoka Kasoko. Yeye ndiye alinichukua mpaka vile sasa nasema hivi, vile naongea hivi, niko Kasoko kama brand ambassador, muuzaji wa magari, marketing. Hata kama wewe sasa ukitaka kufanya TV yako naweza kufanya marketing. Asante. Hebu wekelea. Hakuna kusikia hiyo ndio, that is the spirit. Hiyo ndio spirit ya kulia tunaishinda kabisa 2026, ndio? Hakuna kufeel uko down. Sasa ume